Kusema hapo. Watu wengi wana wa manabii. Sasa hivi naweka wana wa manabii. Wana wa manabii. Wengi ukosea wanapopitishwa kwenye mitihani, wanamwacha Yesu. Kumbuka hata kwenye kitabu kile cha Yohana, Yesu alizungumza maneno fulani magumu sana. Kulikuwa na wanafunzi, Biblia inasema walipoyasikia hayo, wala baadhi ya wanafunzi hawakuendelea tena kumfuata Yesu. Changamoto tu zilitokea, ukasikia kuchanganyikiwa. Safari yao na Yesu kaishia hapo. Yesu akageuka upande mwingine akaangalia wanafunzi wake, akamwambia Petro, vipi? Na wewe unataka kuondoka? Petro akasema, Petro, angalia maneno yake yote kwenye Biblia. Petro alikuwa na ufunuo kuhusu Yesu ni nani. Sema, Bwana, twende kwa nani? Maana yake, sikia, twende kwa nani? Kwani Petro alikuwa hana baba mkubwa? Petro alikuwa hana wajomba? Sasa mbona sasa twende kwa nani? Maana yake kule ni kujisalimisha. Kwa nani? Ameangalia kulia, baba mkubwa hana maneno ya uzima. Huko kwa mjomba ndio koyoyo kweli kweli. Huko sijue kwa ndugu kina nani, hakuna amani huko. Akajua huyu Bwana yeye ni mfalme wa amani, kwake kuna amani. Huyu Bwana nikimfuata kuna ushindi. Huyu Bwana nikimfuata kuna mafanikio. Huyu Bwana nikimfuata siwezi kuaibika. Ndicho alichokuwa anakifanya nani hapa? Elisha. Sikia, acheni biashara ya kuogopa yanayowatukia. Yanayowatukia siwafanye mumwache Yesu. Wapi utakimbilia? Petro anasema, kwa nani? Ndio nao ndugu, lakini hakuna anaweza kukupa ushindi. Kati ya ndugu zako wote, hakuna anaweza kukuponya. Kati ya ndugu zako wote, hakuna anaweza kukufungua. Kati ya ndugu zako wote, hata ukiunganisha waganga kwenye familia yako, hawawezi kuponya matatizo yako. Ni Yesu pekee yake. Changamoto namna unavyoonyesha tabia zako mbele ya changamoto ndio zinaonyesha namna ulivyokuwa. Changamoto ni kipimo cha kutaka kujua umekuwa au hujakuwa. Sijui unanielewa vizuri. Mimi ukipitia changamoto takutia moyo ili usimwache Yesu. Lakini nafurahi nasema mwanangu sasa nataka kuona kama